Hey yo, what's cracking, rocking everybody? This is the voice from the way Dar es Salaam. Oya, welcome back katika channel yako pendwa ya Envy Music. Sio. Oya, wanangu, leo tumekuja na mambo matano tu. Mistakes tunazofanya kwenye pre-mixing na kwenye mixing kamili. Bado napokea wanafunzi. Namba zetu ni zile zile 0797996738. Nimekuwekea hapo kwenye screen, pia nimekuwekea chini hapo kwenye description. Yes, nimekuwekea na link hapo chini ya kujoin kwenye group letu. Yes, mastori yote ya Kinyamwezi tunapiga pale. Bado napokea wanafunzi hivyo. So kabla tujifika mbali wanangu, naomba msikilize and then tuelekezane na tujue hizo mistakes tunazifanyaje na pia tunasolve vipi hizo mistakes. Kama sina maliza kurasa kukusifia, matusi na hiyo na basata wakinifungia, theruthi zira nazopata mia filmia, mjusi ukutawa parasta na upara. Kama sina Yes. Kosa la wengi ambalo huwa wanalifanya, kosa la kwanza ni kwamba unakuta anaporekodi kuna vocal ambazo anakuwa anazipandisha sauti, kuna nyingine anaziacha au nyingine wanazishusha. Hilo ni kosa ambalo linakuja kukusumbua kipindi unafanya compression. Yes, kipindi unafanya compression itakuja itakutesa, ni kwamba kuna sauti ambazo zitakuwa zinasikika sana, kuna sauti ambazo zitakuwa powerful, kuna zingine zitakuwa weak. Umeona? Ni better wewe umwambie msanii arudie hicho kipande kuliko kupandisha na kushusha, kupandisha na kushusha. Mwisho wa siku unakuta mixing yako inakuwa inacheza. Hilo namba moja. Namba mbili, jinsi ya kutumia compressor. Watu wengi wanashindwa jinsi ya kutumia compressor. Ni kwamba anakuwa hajui threshold ina kazi gani, ratio ina kazi gani, gain ina kazi gani. Ni kwamba threshold kazi yake ni kukandamiza na ratio ni utendaji, yani kiwango cha ufanyaji wa kazi, kwamba zile vocal ambazo zinakuwa zimezidi zinashushwa na zile ambazo ziko chini zinapandishwa. Sasa zile ambazo zinakuwa zimezidi zikandamizwe, je, zikandamizwe kwa kiwango gani? So ukiweka namba kubwa ndio hivyo, unapokuwa unakandamizwa sana. Kwa unatakiwa wewe unasikiliza vocal yako ina sound vipi. Je, unajua pia nikikandamiza kwa kiasi fulani basi nitapata kitu kizuri. Gain huku kote huku kwenye threshold, kwenye ratio, kwamba inavyokuwa inakandamiza sauti huku ya kutoka, je, itoke sauti ya kiwango gani? Ndio kama hivyo mimi nimeweka namba 5 hapa. So kwa mfano nikiweka namba 8, unaweza kusikia the way ambavyo ina sound. Kama sina maliza kurasa Yes, nikiweka namba 2 mfano namba 2. Kama sina maliza kurasa. So baada ya namba 5 kwa mimi niliona ndio kiwango ambacho mimi kinanifaa. Yes. Na kosa la tatu ambalo wengi wanalifanya ni kwenye hizi channel, vocal channels. Unakuta mtu kwenye vocal channel anaweka tu autotune peke yake, and then hii S1 na denoiser anakuja anaiweka kwenye group. And then anakuambia kwamba anataka vocal yake iwe clear. Uwezo kupata vocal clear ni kwamba hii denoiser ukiweka kwenye ile group haitaweza kucontrol hizo vocal zote ambazo utakuwa umezirekodi kwenye hizi njia. Kwa kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa kuweka kwenye hizi channels. Mfano kama mimi hapa unaona nimeiweka hapa, nimeiweka hii hapa, and then hapa nimeiweka hii hapa, and then hapa nimekuja nimeiweka. So kila denoiser itafanya kazi kwa ufanisi kutokana na njia yake. Umeona? Hivyo. Namba 4, kwenye hizi kwenye delay na reverb. Kwenye delay na reverb bwana, watu wengi waga wanashindwa kuzitumia hizo kifanisi. Ni kwamba unatakiwa useti delay pamoja na tempo. And then reverb pia hivyo unatakiwa useti reverb iendane sasa na tempo ya beat yako. Kuna video nishaye kuelekeza jinsi gani unaweza kucount ya reverb yako, kupata namba sahihi ya kuweka kwenye hiyo delay yako ile reverb. Nishaye kufundisha pia. Naomba leo niwakumbushe ni kwamba kwa mfano tempo ya beat hapa ni 95. Utakuja kwenye hii calculator yako hapo, utaandika labda utaandika 60,000.
then 1060 utaigawanya kwa 95. Itakuja hii 631. Utachukua hii namba ya kwanza hapa. And then ukishachukua hii namba ya kwanza, utakuja kwenye hii delay yako hapa. Utakuja kwenye pre-delay hapa, and then utaipaste hiyo namba yako. And then utarudi tena utagawanya tena hii namba ambayo hesabu hiyo ipatikana, utaigawanya tena kwa 90 ngapi? Kwa 95. Utapata 6. Utakuja hapa kwenye reverb yako, utakuja kwenye pre-delay, utaipaste. Hii inakusaidia ni kwamba vocal yako inakuwa clear. Delay inakuwa inaenda sawa na tempo ya beat, na reverb pia inakwenda na tempo ya beat. Sikiliza mfano. Kamusi namaliza kurasa kukusifia. Unasikiliza hapo nikipause the way ambavyo inamaliza. Kamusi namaliza kurasa. Umeona? Yes. Reverb ikiwa nyingi sana, yani ikiwa nje ya timing ya beat, inakusababishia makelele. Vocal yako inakuwa ina makelele, mwisho siku muziki unakuwa mbaya. Yes. La mwisho ni kwamba kwenye swala zima la EQ vocal. Kwa swala zima la EQ vocal, watu bado wana mess up sana kutokana na mazingira ya kukalili kwamba mbona fulani anafanya. No, una EQ vocal kutokana na vocal ya msanii wako. And the way ambapo unasikia vocal na the way wewe unatakiwa EQ kutokana na vocal ya msanii, usi EQ kwa kukalili. Umeona? Mfano unakuta mtu vocal yake labda kuna sehemu kama hizi hapa ameshusha, sehemu nyingine amepandisha. Sio kwamba na wewe unatakiwa ufanye hivyo. Hapana. Ni kwamba unasikiliza vocal, unajua unaangalia vocal yako unataka kitu gani ukitaki, unatakiwa ukitoe. Hivyo. Mfano kama hapa, sehemu ya kwanza hii mimi nilikata kwenye uwaza hapa. Nilikata kwa sababu kuna ubeza ambao mimi nilikuwa siutaki, and then nikaja kuna frequency ilikuwa hapa, nikaja nikaipunguza ili vocal yangu ikae vizuri kwenye beat. And then kuna umidi hapa nilikuja nikautoa, ambao ulikuwa unafanya kama vocal ina sound kama kwenye kichupa hivi. Nilikuwa sitaki, and then nikaja nikaboost hapa kidogo ili nipate ule mwangaza, yani mngao, vocal yangu iangaze kwenye beat. Umeona? Hivyo kwa unatakiwa ujue una EQ kwa sababu gani, unapunguza unatoa kitu kwa sababu gani. Usikalili kwamba fulani anafanya basi na wewe unatakiwa ufanye hivyo. Hivyo wanangu. So kwa tips mbalimbali tuchekiane 0797996738. Hivyo wanangu, mimi sina mengi ya ziada. Until next time. Bye bye.